Simulizi na JK. Na leo katika makala Friday tunayo makala ambayo inahusiana na mwanamke aliyefanya mauaji katikati ya kusikilizwa kesi. Hii si ya kawaida. Fikiria upo mahakamani, kila mtu yupo kimya akisubiria haki itendeke. Ghafla mwanamke mmoja anasimama, anatoa bunduki na ndani ya sekunde chache risasi zinapigwa katikati ya kesi. Hii si filamu. Hii ni hadithi ya kweli ya Marianne Bachmel, mwanamke aliyebadilisha mahakama kuwa uwanja wa mauaji. Lakini swali kubwa ni hili: je, alitenda haki au alivunja mipaka ya sheria? Hii ni historia ya kweli ya mwanamke mmoja ambaye alikabiliana na dhuluma kwa njia ambayo dunia haikuwahi kuona. Marianne Bachmel, jina ambalo limeingia kwenye historia ya uhalifu na haki, lakini kwa namna isiyo ya kawaida. Hii ni simulizi ya tukio lililotia hofu, mshangao na mjadala wa kisheria duniani. Kila kitu kilianza mwaka 1980 huko Western Germany. Mwanafunzi mdogo wa miaka 7 aitwaye Anna alichukuliwa kisha kuuawa na mtu ambaye anaitwa Klaus Grabowski, mume wa zamani wa Marianne Bachmel. Marianne Bachmel, mama wa kuumizwa na kuomboleza, alikabiliwa na huzuni isiyo ya kipimo. Alihisi sheria haikutosha, hakukuwa na hatua inayofaa ya kumletea haki mwanae. Katikati ya ghadhabu isiyo ya kifani, Marianne Bachmel alichukua uamuzi ambao ulimfanya kuwa maarufu duniani na hatari. Aliingia kwenye mahakama akiwa na bunduki. Alishikilia bunduki na kufyatua risasi moja kwa moja kwa mtu aitwaye Klaus Grabowski. Katikati ya kesi, tukio hili likawa la kwanza na la pekee duniani ambapo mwanamke alikamatwa kwa kuua kwa hisia za kibinafsi. Katikati ya mahakama, kesi ilichukua dunia nzima kwa mshangao. Marianne Bachmel alikamatwa na kesi yake ilifuatiliwa kimataifa. Watu waligawanyika. Wengine walimuunga mkono wakisema alitenda haki kwa mtoto aliyeuawa. Wengine walimkosoa kwa kuendeleza umaskini wa sheria na kupuuza utaratibu. Mahakama ilimhukumu Marianne kesi ya miaka 6 gerezani, lakini alihukumiwa kwa makosa ya kuua kwa kukusudia. Historia inamuona Marianne Bachmel kama ishara ya jinsi ghadhabu na huzuni vinavyoweza kumpelekea mwanadamu kuchukua hatua zisizotarajiwa. Leo Marianne Bachmel anaonekana kama kielelezo cha utata. Je, ni haki au kinyume cha sheria? Je, ghadhabu ya kibinafsi inaweza kubadilisha historia ya kisheria? Simulizi ya Marianne Bachmel inatufundisha mambo machache makuu. La kwanza, huzuni inaweza kumpelekea mtu kwenye vitendo vya ukatili. Sheria na hisia mara nyingine zinapingana. Na ya tatu, historia inabaki kuhukumu matendo yetu. Tukikabiliana na masuala ya haki na ghadhabu, je, unadhani alitenda haki
au alichukua hatua isiyo halali? Andika maoni yako hapo chini na usisahau kulike, kusubscribe